chomolire neritko rinde yango kwarigania somurobero bwo Okomenya Okuya murobero kugochira kira ritko rya Jumatano gochakense monenusu goikachinse ibere cia mugorobe kirobono tugukwanira igoro ya morore chingenjo ao nabo igo emechande yo gutoka semibere ya mwenyabato ritko rya lero nimbwato mogeni na inde ritko rya lero gaiga oyora chie gusangana into atumanya mange igoro yeke uno asabana gose pneumonia asabana igobono ritko rya lero ngo kwarigania tobeto kumanya mange tubanye pneumonia asabana ninkigekoreta na kibakorigere negose na kibakoringoria nabo igo chinchera bakubwenya oburoiro bwiga asabana gukwariga no beko gusanga na inchogo ikomorio ekero gukwenyore buna nabo kwendera gotonyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News aso mutandao Twitter nabo gotwitwetera @Ndizi TV News boigo ase website yetu ni goratonyora wetera www.ndizitv.or.ke erio togendere gukumanya mange igobana na indone ko bwateri bori rinderionsi ko bwatkana na chinchera chirio mubero igwete utagete abanyagitari bako bakoerere na ninki gose na kimborwere kiborare twe gose mborwere kibokworokia igore chinchera chirio igweta somubero nabo gotuma ujumbe wetera se nambera se screen ya ogagu erio abanyagitari babe bakwiraniria amaburi ayo ereteria ne Evelyn Osero sanga na nchigo ikomboiro karibu sana daktari. Asante sana kwa mkaribisho. Yes. Naomba ufahamishe mtazamaji jina lako na mahali unafanya kazi. Kwa majina naitwa Daktari Calvin Lizanga. Nafanya kazi Mosocho, hospitali inaitwa Mount Olive Medical Center Mosocho. Na pia nafanya Homa County, hospitali ambayo inaitwa Ober Level 4. Yes. Hapo tunafanya. Karibu sana daktari. Kwa wakati mwingi nimesikia watu wakiongea kwamba kuna ugonjwa ambao unafahamika sana pneumonia. Pneumonia, kuna pneumonia, tunajua kuna pneumonia ya watu kwa watu wazima na kuna pneumonia kwa watoto wa umri mdogo. Sasa siku ya leo naomba tuzungumzie pneumonia kwa watoto. Unaweza kutuelezea kwanza pneumonia ni ugonjwa upi? Pneumonia kwa what we call definition. Kwa kizungu inasema pneumonia is inflammatory process of the lungs due to bacterial infection. Kwa Kiswahili ni kwamba kuna ile kufura kwa mapafu kwa sababu ya bakteria fulani ambayo kwa mwili ndio inafanya mapafu inafura. So kufura kwa mapafu ndio pneumonia. Yes. Kufura kwa mapafu ndio pneumonia kwa sababu ya bakteria ambayo mtu anaweza kuwa nayo. Yes. Ni tofauti ipi ipo kati ya pneumonia ya watu kwa watu wazima na pneumonia kwa watoto? Hakuna tofauti kubwa kwa pneumonia ya watu kubwa na watoto. Pneumonia ni pneumonia. Yes. Na kwa watoto kuna treatment iko slightly different. Na presentation iko slightly different. Yes. Na tuna aina za pneumonia? Yes. Kuna types of pneumonia. Being that leo tunaangalia pneumonia kwa watoto. Kwa watoto tuko na 4 types of pneumonia. Number 1 type of pneumonia inaitwa no pneumonia. That's a type of pneumonia. No pneumonia. No ya kukataa. No pneumonia. Number 2 kuna pneumonia. Number 3 kuna severe pneumonia. Alafu number 4 ambao ni mwisho kwa watoto ni very severe pneumonia. Yes. Sasa tukianza na no pneumonia, hiyo ndio tunaita homa. Mtoto anakuja anatokwa na makabasi kwa mapua. Kikohozi kidogo. Ukisikiza kifua na stethoscope hakuna kitu kwa kifua. The chest is clear. So hiyo inaitwa no pneumonia. Na hiyo matibabu yake ni rahisi sana. Unaweza mpatia Septrin ama ukampea amoxicillin na mtoto akaenda nyumbani. Anamuongeza na Priton kwa sababu yale makamasi, na pia huenda kukawa na joto, pia unamkava na paracetamol. So hiyo ni no pneumonia. Alafu tuko na pneumonia. Pneumonia hapa mtoto ana present na cough. Kikohozi. Na kwa nini mtoto anakuwa na kikohozi? Kikohozi kinakuja kwa sababu ya inflammation. Mapafu yamefura. So ile hali ya kukohoa
inaitwa defense mechanism of the lungs. So ile kukohoa itakuonyesha kwamba mtoto akona pneumonia. Na hiyo utaona tu venye na breathing, utaangalia breathing yake namna gani, kupumua kwa mtoto. Na pia utasikiza pia na kifua. Yes. Kuna what we call crepitations. Hii ni sauti ambapo ukisikiza hii stethoscope yenye imebeba sahihi. Kuna sauti inakaa kama makaratasi ambao imekunjwa. So we call it crepitation. So ukisikia sauti kama hiyo inakuwa kama mtoto akona pneumonia. So cough is a typical sign of pneumonia. Kabla tuingie kwa aina ya tatu daktari, ukiongelea about cough, hiyo kikohozi. Kuna wakati mwingine unapata mtoto akikohoa hisi ni kwamba kitu kimemkamata hapa kwa koo. Anakohoa ni kama ana struggle, yani ile kujikaza kutoa kikohozi, ama wakati mwingine anakohoa ni kana kwamba anataka kutapika. Na kuna hii kikohozi nyingine ya kawaida. Sasa ni kikohozi gani ndio inaweza onyesha mtoto akona pneumonia? Kikohozi ya kawaida ikiwa slight, hiyo tulisema kwamba hiyo ni iko kwa no pneumonia ama kwa pneumonia part of it. Then kama ile kitu ambacho inafaa mtoto anasema kama kuna kitu na mnyonga, is called irritative cough. Na pia inawezekana kunaweza kuwa productive. Wengine wanatoa kikohozi. So ikiwa anatoa kikohozi, inamaanisha kwamba hiyo pneumonia iko advanced. Yes. Iko some advanced stage. Yes. Naomba sasa tuingie aina ya tatu. Aina ya tatu. Asante kwa hiyo nafasi. So aina ya tatu ya pneumonia tumesema kwamba ni severe pneumonia. Ile pneumonia ambayo imeenda zaidi kiasi. Severe pneumonia. Na mtoto yeyote ambayo akona severe pneumonia, utapata kwamba anakohoa zaidi. Kikohozi ambacho akiishi is also called, tunaita irritable cough. Wanakuwa nayo. Number 2, unapata mtoto anapumua na mwili wake wote. Unaona kama lungs na chest inaenda. It's called lower chest wall withdrawal. Hiyo tumbo inaenda juu, inaenda chini. Hiyo ni severe pneumonia. Alafu pia tuko not to call flaring of the alonasi. Alonasi ni hizi mapua, hizi mbili, hizi ndogo mbili. Unapata zinaingia ndani, zinatoka nje. Zinaingia ndani, zikitoka. Hiyo ni flaring of the alonasi. It's called alonasi. So hiyo ni another symptom ya hiyo severe pneumonia. Kama kuna severe pneumonia, unapata mtoto ako hivyo. Number next ni kwamba mtoto kama huyu akiwa na severe pneumonia, macho inaweza kuwa turn. It's called cyanosis. Pia inaweza kuwa in some children with severe pneumonia. But he goes mostly in very severe pneumonia. Yes. So tukiangalia the last one ambayo ni very severe pneumonia, ni all signs of severe ya cough, lower chest wall withdrawal, ya mapua, na pia kikohozi kama kawaida. Alafu hapa unaweza pata kwamba asa being that severe, oxygen levels zinakuwa below 8. Kama mtoto akaba akona severe pneumonia. So kwa mtoto ambaye akona severe pneumonia, the best management tunapeana ni oxygen therapy. Huyu anawekwa hospitali, anawekwa special room, ama anawekwa ICU for oxygen therapy mpaka stabilize. Akisha stabilize from severe pneumonia, very severe pneumonia, unaanza tena kuclassify. Unatoka very severe pneumonia, alikuwa kwa oxygen. Anakuja kwa severe pneumonia, kuna to call X-pen, dawa inaitwa X-pen and gentamicin. Tunapeana kwa severe pneumonia. Tena unakaanza kutoka tena hasa unadu chini. Tena tukuenda kwa pneumonia, no pneumonia, alafu na discharge. Yes. Sasa watoto unazungumzia ni mtoto kuanzia mtoto wa mwezi siku ya kwanza ya kuzaliwa, ama ni mtoto wa kuanzia umri upi? Tukiongea juu ya pneumonia in children, hiyo ni from day 0
up to 5 years. Yes. 4 years 12 months. Hiyo ni pediatric age bracket. So au watoto. Yes. Ni nini unaweza kutueleza uleta ama uchangia mtoto kupata pneumonia? Kitu ambacho kinachangia mtoto kupata pneumonia, number 1 ni usipotibu homa. Complication of any upper respiratory tract infection. Mtoto akona homa, umeassume. So hii homa kama utaitibu ikiwa no pneumonia, ita complicate kwa very severe pneumonia to severe pneumonia. So lazima tukiwa na homa tutatibu mtoto. Number 2, atufai kuexpose mtoto wetu kwa cold environment. Inafaa mtoto kuwa warm, tusipokuwa kwa very cold environment, it's dangerous. So environment weather ikiwa too cold, inafaa tuweke mtoto kuwe warm. Yes. So majorly those two matters a lot. Complication of non-pneumonia to severe pneumonia. Then weather pia na cause such problem. Yes. Na kutumika vyakula ambavyo ni baridi pia inaweza hiyo hasa hiyo haingizani na pneumonia. Hiyo vyakula baridi vinakosa kwa watoto wanaona tonsils. Okay. Vitu baridi kwa watoto wanaita tonsils. Yes. Yes. Asante sana daktari. Mwancho muligere binogendrete ko iguni go togendrete kwanira iguru ya pneumonia asabana gose ekeuna asabana. Daktari obere go gotwerera G type gose echiaina inye ichio chire echibiuna asabana. Obere go tomanya no ninkige koreta ebiuno gose ekeuno asabana. Wono wikiraga igo mwancho muligere ni ntete turagenda sumuntu mokomokego ekerto koirana na achie gotumanyia mange unana kiba asoboime na kiebiorokereria bukero muibori arorire wente koiro mwana ya sinya gitari eriari nkori we na baiganyo orobugwenya boigongo cyari gutumanyia manke ko gwatkana no gweta gutanga bana konyora uburwaire bwa pneumonia ono mancho murigereri tobasa guskare gendera gutunyora sensemere ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube tugwatwetra Ndizi TV News na bogo tweetwetra @Ndizi TV News boigo ase website yeto nora tunyarwetra www.ndizitv.or.ke erio togendere gukumanyia manke. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyo muchukisi nkurwa bare bokorali ao asamangana ya maiso nako ni birole magiga jogo kolenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimia isano neiseto nemerongitano na boige settingima ase chishilingi elweyemo ne chimia isano ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Sunlight Academy Day and Boarding ni skuru yuboroso igutuka Nyamache county ya Kisii nigebwate ibirasi bya preschool gwike kirasi kya 5 na 3 nigo bare asagia abwatobo toereru bwogosomera aborokia nigo baisaine ribagari yo kugosoreria nebintu byo kugosoreria nigo bwata mabaga asibirasi ao ayerera onyoreru mwana uribaga asiskuru iryo irianyora megerio no gosomigwa.
chisemi nigo chire chieng'encho mono naigo asu mwana wo aguchinyora goikaba asare gieng'encho mbabwate garie skuru egi okonya sobo sombi bwabwango batalire nsemu ya nyamache chimita chimia isano na isato choka kurwa ase baraya Kisii Kilgoris gusoba kirisimi ase namba enoti isano na ibere enoti isano na isato isano nemo isano nemo marakabere Sunlight Academy Day and Boarding Primary School ya kili die bienko biechisemi. Ndo mwancho mulire bone kerongo kwarigani korwa sumutumoko erioto gendre gusanga manke mna daktari gendrete gutumanya igoro yoborere bwa pneumonia asabana guse ekeuno ase abana obera gutumanya buna omwana none korwa ritkoritangani ko iborwa naba akonyora ekeuno na obera gutumanya ningige kogera omwana yega anyore ekeuno bono ni wantete gukwarigani mwarigani nere eriatumanye buna ekero omwana irwe ase nyagitari anchira kiechi bakumurinkoria nabo igo complications chirichigo charetwa ekero omwana atwarire oburwaire obuiga bwa pneumonia nabo igo nachi gutumanya chinchira chinyinke igoro ya gusa igoro naki abaibuli babwente kubwatia iri gutanga abana babo kurwase okonyora oburwaire obuiga yona ndengo kwarigani obe kugusanga na ituikomero karibu tena daktari. Asante sana. Tumezungumzia mengi kuhusu ugonjwa wa pneumonia kwa watoto. Sasa kama mzazi akona mtoto ameshuku ya kwamba akona ugonjwa amemleta katika hospitali. Nyinyi kama madaktari mnatumia vipimo vipi ili kujua mtoto ana ugonjwa wa pneumonia? Kwa hospitali asava inafanywa wateja wangu ambao wanakuja Mount Olives, Mosocho, hapa opposite Pillars na pia ambao wanakuja Obere 4 huko Homa Bay. Kitu ambacho most of times tunafanya ni kwamba what to call head to toe examination. Mtoto haongei. So inafaa wewe kama daktari ufanye to call thorough examination. General examination from head to toe. Na mtoto mtoto ukiexamine mtoto inafaa umeweka kwa mguu wa mama. On the mother's lumps. Yes. Unaanza na macho, unaangalia vile anapumua, unaangalia mdomo, unaangalia kama kwa maybe akona tonsils, unasikiza kifua, unaangalia tumbo, unaangalia kama maybe kuna liver ime-enlarge, ama liver imefura, ama haijafura, unaangalia hivyo. So wakati una-examine mtoto, unamchunguza from head to toe, utapik. So breathing ya mtoto utakwamba huyu akona pneumonia. Breathing pa yake tu. Number 2, utasikiza na stethoscope. Utasikiza kifua. Kwamba ile vile nilisema kwa msemo ya kwanza, ile sauti ambayo kama karatasi. Crepitations. Tujue kwa mtoto akona pneumonia. Number next ni kwamba x-ray. Pia kuna yule ambaye anakohoa ama kuna yule ambaye kuna difficulty in breathing. Yaani ugumu kwa kupumua. Unafanya x-ray. Kwa x-ray utaangalia lungs. Kwa x-ray. Unasoma unaangalia ile x-ray kuna namna gani. Mtoto ambaye akona pneumonia kuna what we call cavities. Kwa x-ray ukiangalia x-ray kuna mashimo ndogo ndogo. Called cavities. So kama akona cavities kwa lungs you will query pneumonia. So majorly tunaangalianga examination, general examination na imaging kwa pneumonia. Yes, those two. Sasa wakati ambapo mmeangalia hizo vitu zote, mmegundua ya kwamba mtoto ana ugonjwa wa pneumonia. Ni njia zipi ama ni dawa yapi? Ni jinsi gani mnamtibu nyinyi kama madaktari? Asa nilikuwa nimeelezea kiasi na pia nitarudia tena. So tusema kwamba mtoto kama kuna no pneumonia, tunapea Septrin ama amoxicillin. Kama akona pneumonia, tunapatiana amoxicillin. Ama tukuna dawa inaitwa erythromycin. Ama kuna dawa inaitwa cefixime. Tunaweza patiana kwa pneumonia. Na akiwa na severe pneumonia, inabidi mtoto akue admitted. Na admission hapa anapewa dawa inaitwa Expen. Benzothine penicillin, Expen. Anapewa kulingana na kilo. Tuna calculate kgs
watoto kila dawa ni kgs. So napiga ni per kg. Kwa sababu hii dawa tunapata 50 international units per kg body weight. Kama kilo 10 unapiga 50,000 by 10. Meaning ni 500 international units anapewa mara 4 kwa siku. So atakuwa ward for at least 3 to 5 days. Na akiwa na severe pneumonia, tulisema severe pneumonia, inabidi akuwe tena admitted na apewe oxygen. From oxygen na hizi madawa tena expen, gentamicin plus oxygen. Plus any other drug ambapo daktari ataona kama kuna complication pia atamuongezea kwa management yake. Yes. Kabla tuingie kwa complications za ugonjwa wa pneumonia kwa watoto, ugonjwa unaambukizwa. Unaweza kuambukizwa kutoka kwa mtoto mmoja kwa mwingine. Pneumonia haambukizwi. Pneumonia kama mtoto kwa pneumonia ni yeye peke yake. Kama mtu mkubwa kwa pneumonia ni yeye peke yake. Pneumonia haambukizwi. Homa ndio inaambukizwa. Yes. Pneumonia is a bacterial infection. Na homa is a viral infection. So viral infections zinaambukizwa rahisi hiyo. They are airborne. But bacterial infection ni individual. Yes. Asante sana daktari. Sasa naomba utueleze yale madhara ama complications ambazo zinaletwa na ugonjwa wa pneumonia kwa watoto. Complications of pneumonia. Kama mtoto ako na pneumonia na hajatibiwa, kuna what we call respiratory diseases. Mtoto anaweza kuwa na what we call bronchopneumonia as a complication of pneumonia. Number 2, mtoto anaweza complicate from pneumonia to what we call bronchitis. Bronchitis ni advanced pneumonia. So bronchitis pia asipotibiwa vizuri ina complicate to call bronchiectasis. So hizi mambo na bronch hizi ni mambo na lungs na mishipa. So we talk about lungs na mishipa. So these are the major complications of pneumonia. Na pia hizi complications watoto ambao kuna pneumonia pia watoto ambao kuna bronchitis wana present na hivyo usipotibu vizuri. So pneumonia and bronchitis ni also a differential. Tunasema differential diagnosis. So mtu akiwa na pneumonia sasa akona bronchitis, sasa akona bronchitis, sasa akona na bronchopneumonia. So hizi ma complications zina present as a zinakuja usipotibu mtoto vizuri in the early case, early stage of pneumonia. Yes. Ugonjwa ukitibiwa unapona ama unaweza ua? Pneumonia is 98% curable. Early diagnosis, early management, early recovery, and proper prognosis. Once umediagnose mtoto mapema kama kuna pneumonia, pneumonia upona. Pneumonia upona. Wale watoto ambao wanaweza pata wamekufa juu ya pneumonia ni wale ambao hawakutambuliwa mapema kwamba kuna pneumonia. And by the way, pneumonia is number 2 cause of death. Hii namba 2 ambayo sisi kufa kwa watoto. Malaria number 1. Alafu number 2 sasa kwa WHO, World Health Organization. Pneumonia inakuwa number 2 baada ya malaria. So naomba utazamaji, mtoto akiwa na homa, tuangalie venye tunampeleka kwa hospitali. To avoid over the counter medications. Hakuna pharmacy ambayo utaenda uambiwe enda kwa daktari. Sio rahisi, ni wachache ambao wanafanya hivyo. So ukienda over the counter unapewa tu dawa. Unaenda unaambia daktari mtoto pharmacy kwamba mtoto anakohoa. Na kwa mtoto akona very severe pneumonia. So anapewa dawa ina complicate kwa severe to very severe pneumonia. Unapata mtoto mwingine amekufa kwa nyumba. Juu kujulikana kwamba kuna pneumonia, severe pneumonia. Alafu inamuua. So wazazi tukue very cautious. Any cough peleka hospitali mtoto angaliwe. Yes. Pia kuna wazazi wengi wakituseme wamepeleka watoto wa hospitali, wamegundua ya kwamba watoto wana huo ugonjwa. Unapata sijini wasiwasi, wanashika naye uoga mwingi, wanashindwa jinsi ya kuendelea kulea huyo mtoto akiwa na huo ugonjwa hadi apone. Ni kitu gani unaweza waambia wawe wakifanya ili kusaidia huyo mtoto apone kutokana na huo ugonjwa? Ningependa kuambia wazazi, mtoto akiwa na pneumonia, hiyo si kama COVID-19.
Na hata kama ni COVID-19 ni mtoto wako, hauwezi mtoroka, hauwezi mkimbia. Lazima uvumilie mtoto wako ako na COVID, ako na pneumonia. So the best thing that somebody can do, ama mzazi anaweza fanya, ni kwamba afuate masharti ya daktari. Number 1, mtoto apewe dawa vizuri. Mtoto aepuke hizi baridi mingi, cold environment. Wazazi wakipe mtoto warm kama kuna baridi. Hapo hata mmenikumbusha, wazazi wengi wanasema kwamba mtoto wangu hasa kama kuna pneumonia ni mwe sweta. Unapata ni saa 7 mchana mtoto ako na sweta kwa sababu mtoto aliwahi kuwa na pneumonia. So naomba watazamaji, tusiweke mtoto na sweta na gumboots na socks wakati wa jua kwa pneumonia tafadhali. Pneumonia sio kitu ya inaitwa na baridi kila saa. La. Akiwa na cough mpeleke hospitali. Atarecover. Na pia nataka nipetie wazazi wetu tahadhari ama watazamaji. Ukienda kwa hospitali, daktari amekuelezea kwamba mtoto wako ako na severe pneumonia, naomba aende ward. Eva, watu wengi hawataki kuingia kwa ward. Wana kama ward ni cell. Naomba kwamba ward sio cell. Ward ina depend ako na severe pneumonia, lazima atibiwe kwa ward. Asa hapa ward ndio utapata matibabu ambayo anafaa pata. Hawezi pata matibabu kila siku. So naomba cooperation ya parents na madaktari pamoja. Yes. Asante sana daktari. Mwancho murigereri twaigura mange igoro iyo eke uburoire bweke unasabana twabere tokumanyiwa ingikeria gekoreta nabo igo ebiorokereri mbiri biebiga nabuna kwaigure daktari wabere gakorwa boseme usoko boria nene ucha saba ibori kwene kiabuna ngo bwatia bare ali abwenerete ero gutanga abana babo korase okonyora uburoire bwege gose ko bwatwanike uno oigo bere gakuboria baibori kwene kiabuna ekero baetarire gose nasinya gitari abana babere bakoringori wabanyorekanire mbabwate gose babere bagwakwa nike uno nki babwenerete gokora babwatie masharti ari aire bakwe gukorwa sesinya gitari kwene kiabuna babekire amagima y'abana babo asaronge igobona baibori bonsi baresko gari ene kiabuna abana baino nigo barendira sechinchira chingia iri kubatanga kurwase amarwaire chingencho ao anene buna oburwaire obwo ubweke uno wikachinga kichinda somurobere obwo komenya okuyabuna okoretwa sore na nche Evelyn Osero kira litkoria Jumatano gochaka ensaye munenu sugoika chinsebere cha mogoroba ekarabana to kwanere igoro ya marwaire ao na baigeme chande URS emibere ya mwanya bantu nyore nabo kogendera gotonyora sensemere ya YouTube Ndizi TV News asensemo ya Facebook nigora tonyora wetra Ndizi TV News Digital na bogo tweet wetra @Ndizi TV News waigo ase website yetu nigora tonyora wetra www.ndizitv.or.ke erio togendera gosanga mange tingo waigo koinyoria bunekero bwateri boria na bogo tuma ase enambera se screen ya ogagu erio tobeto gosanga nabanyagitari baito babe bagotwerera amange kukoneria uburigererwo robu ya chinga kichosime ya Ndizi TV na bwo bwansu bwo Gusii.